Utaona pale. Leo nataka unisikilize vizuri kabisa. Kuna ile theme utaona pale. Chapter 15 huwa inazungumza sana. David takes the Ark of Covenant. The Ark of Covenant. To Jerusalem. Hiyo chapter yote iko na theme moja. Daudi anachukua sanduku la agano, anaileta Jerusalem. Ukienda chapter 16, nimesema leo tutaangazia 17. Ile tu ni introduction kidogo. Ukienda chapter 16, kuna kitu utaona. Chapter 16, number 1. Pale Jerusalem, Daudi alijengea David builds a tent for the Ark of Covenant. Chapter 16, mstari wa kwanza, Daudi anajengea ile sanduku la agano. Tent ni hema, analiweka pale. Akishaiweka pale, Daudi anaona maana tayari tumeleta sanduku la agano Jerusalem. Kuna kitu tunafaa kufanya. Tunafaa kwanza kuabudu. Wanaingia katika hali ya kuabudu. Number 2, he commits a psalm. Wakaimba zaburi to the Lord. Haleluya. Wewe ni utangulizi tu, nataka ushike vizuri kabisa ili tukienda ile step nyingine usiwache. Number 1, Daudi alichukua sanduku la agano, wakabeba, wakaleta Jerusalem. Wakifikisha Jerusalem, wakaona maana tumeleta sanduku la agano Jerusalem. Daudi mwenyewe akasema nitaijengea mahali pa kukaa. Itakuwa inawekwa kwa hema. Wakishaiweka pale, Daudi akaona maana Mungu ako hapa na ni sanduku la agano, kuna kitu inafaa kufanyika. Ibada. Wakaanza ibada. Wakaimba zaburi sawa. Kuna vitu nataka tuangalia kwa ile zaburi ambayo Daudi aliimba pale. Mstari wa 10, kifungu cha 16. Yes. Glory in His holy name. Yes. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu Daudi anasema hapa kwa hii zaburi. Ni refu, mimi sizingatii sana yote. Nataka kukueleza kitu hiki kitatuelekeza kwa step ya pili. Kifungu cha 17. Maandiko yanasema number 1. Daudi kwa zaburi akasema hivi: watu wote ambao wanamtafuta Mungu, kuna sheria anapeana, anawaambia they should rejoice. Kurejoice ni kufurahia. Haleluya. Kwa hivyo kama moyo wako unamtafuta Mungu, kuna sheria fulani iko kwa Biblia. Wakati moyo wako unatafuta Mungu, unafaa kufurahi. Ndio maana ukikosa kufurahia kwa Mungu ni makosa. Kama moyo wako unamtafuta, huwezi tafuta Mungu ukiwa umenuna. Kama unatafuta Mungu, lazima moyo wako ufanye nini? Ufurahie. So number 1, Daudi akasema, all people who seek the Lord. All the people who seek the Lord, let their hearts rejoice. Mstari wa 11. Yes. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. Seek His face always. So number 1, Daudi akasema the people seeking God must rejoice.
Number 2, Daudi akasema we should seek his face always. Lazima utafute uso wa Bwana usiku, mchana, jioni, asubuhi na wakati wowote. Kama unataka kukaa na Mungu, mahali ambapo na Mungu, Daudi alijua hisi, akajua sanduku la agano tumeleta Yerusalemu. Tukishafikisha sanduku la agano Yerusalemu, mimi Daudi nimejenga hema na tukaiweka pale. Haleluya. Na baada ya hivyo unafaa kuabudu. Na katika hali ya kuabudu akasema ukitafuta Mungu basi moyo wako unafaa kujawa na furaha. Na isitoshe au mtafuti wakati mmoja. Eti Jumapili pekee yake. Hapana. Kulingana na Daudi unamtafuta kila siku. Always inamaanisha kila siku, kila wakati, kila mara. Hakuna siku unasema sasa ati nimechukua off ya kutafuta Mungu. Kwa mtu mwingine aliniambia anachukua off kwa mambo ya Mungu kidogo. Kulingana na Biblia, ukianza na Mungu hakuna siku ya kusema unachukua off. Ni Mungu kuanzia hiyo wakati all through your life. Na sio hapa duniani pekee yake. Hata baada ya hapa duniani unakaa na Mungu milele na milele. Pigia Yesu makofi. Mstari wa 25. Wana jambo lingine na ujisema pale. Wewe Zaburi. Yes. For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. Daudi akasema hivi. Hapa ndio nataka uanze kushika vizuri. Ndio kiingie hiyo sehemu nyingine tuwe pamoja. Akasema Mungu anafaa kuogopwa kuliko miungu mingine yote ambayo huwa. That is God. Should be feared. Should be feared above all other gods. Kumbe hapa duniani kuna kitu tunaita miungu na kuna Mungu. Na ukisoma Biblia vizuri utakuja uone kitu moja. Kuna watu wanaabudu, sikiliza. Kuna watu wanaabudu Mungu na kuna watu wanaabudu miungu. Daudi sasa anasema ukiabudu Mungu unafaa kujua hivi. Mungu anafaa kuogopwa kuliko miungu. Kuna watu wanaogopana miungu, sikatai. Lakini kama unaabudu Yahweh, unafaa kujua ya kwamba Yahweh is greater than all other gods. Hallelujah. Na ukiangalia katika hali ya usomi, watu ambao waabudu miungu, kuna kitu inaitwa polytheism. Polytheism ni hali ya kuabudu miungu mingi. Belief and worship of many gods. Kuna ile miungu tumesoma hapa, miungu kama Dagon, Ashera, Molech na ingine mingi. Na wachana na hiyo inatokana na Greek mythology. Kuna miungu mingine haleluya ambayo tunaijua na hata sasa watu wanaiona. Na hasa watu ambao waabudu miungu hii huwa waabudu Mungu mmoja. Aje niseme hivyo. Huwa wanaabudu miungu mingi. Tutaona ni kwa nini the next step. Watu ambao waabudu miungu ama Mungu small g huwa sana hawaabudu one God. Wanaabudu miungu mingi. Utapata mtu for example anaamini anointing oil. Tunaona vile Daudi alisema pale. Alafu at the same time kuna vitu zingine anaamini kama maji, zingine za kiajabu kama naweza zitaja. Hallelujah. At the same time
Anaamini hiki, anaamini hiki, anaamini hiki. Hata yeye kumuuliza wapi Mungu, atashangaa. Akwambia hapo kwa zote. Ana kitu specific. Bwana Yesu asifiwe. Hebu futa pale. Twende next. Verse 26. 26. Yes. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Biblia inasema maana miungu. Sikiliza hapo twende pamoja. Miungu ile ingine yote ni idols, yani sanamu. Lakini Mungu, God made. Mungu ako na sifa moja ambayo hiyo miungu ingine yote haina. Yeye mwenyewe alifanya mbingu na mbingu zikawa. He made heavens. He made heavens. So watu ambao waabudu Mungu na hali ya kuabudu Mungu mmoja kwa usomi inaitwa monotheism. Mono means one. Monotheism. That's belief and the worship. And the worship of one supreme God who is the creator. Miungu ni sanamu, lakini Mungu ni yeye aliumba vitu vyote. Ila miungu inafanya kutengenezwa na mwanadamu. Haleluya. Watu walioabudu Dagon wenyewe ndio walimtengeneza. Lakini Mungu ambaye tunaabudu sio sisi tunamtengeneza, yeye mwenyewe ndiye alituumba. Wacha hivyo, yeye mwenyewe ndiye aliumba ile dunia tunakaa. Wacha hivyo, yeye mwenyewe ndiye aliumba mbingu na kila kitu ambacho unaweza kuona na vile vingine ambazo huwezi ona kwa macho yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu makofi matatu. Hapo ningependa unishike vizuri kabisa ili tuende pamoja. Daudi akisema hivi, kuna kitu alikuwa anataka watu waelewe wote ambao alikuwa anawaambia hii Zaburi. Maana ukisoma kuna wale watu walikuwa pale wanasikiliza Daudi akisema Zaburi. Wanasikiliza, kuna kile kitu Daudi alikuwa anataka wajue. Alikuwa anataka wajue hivi. Mungu, God, as a specific dwelling place. Tutaona tukiingia chapter 17. Mungu mwenyewe akai kila ati vile watu wanafikiria. Dwelling linamaanisha makao yake. Ni kweli Mungu ako kila mahali, lakini kuna makao yake. Haleluya. Hapo tafadhali shika vizuri. Ni kweli Mungu ako kila mahali kama his nature, lakini ako na makao yake mahali anakaa. Kifungu cha 17 mstari wa kwanza. After David was settled in his palace, yes, he said to Nathan the prophet, Here I am, living in the house of Cedar, while the ark of the covenant of the Lord is under a tent. Hallelujah. Sasa Daudi akakuja akaita nabii wake. Alikuwa na mtu ambaye alikuwa anamlea kiroho, anaitwa Nathan. Akamuita akamwambia, Nathan, you know what? Mimi nimeangalia nikaona nimejenga vizuri kwangu. Haleluya. Makao yangu iko sawa. Lakini nikiangalia Mungu mahali amekaa nimemjengea hema. Ark of Covenant nimeweka kwa hema. Sasa nataka kufikiria otherwise. Pengine nione kama nitajengea Mungu makao ama nyumba. Haleluya. Nathan alikuwa anajua Daudi vizuri. Maana ukisoma andiko, Daudi katika uongozi wake alikaa katika sheria za Mungu mpaka akienda vita alikuwa anashinda tu kila wakati. Nathan akaangalia akaona, Daudi nataka kujengea Mungu hekalu, nataka kumjengea nyumba. Maana umefikiria hivyo na kila siku unakuanga na Mungu. Wewe Daudi fanya hivyo tu.
Mstari wa 2. Verse 2. Nathan replied to David, Yes. Whatever you have in mind, do it. Nathan akaambia Daudi, hicho chenye unafikiria usikose kufanya. Enda ufanye. Lakini Mungu ni wa maajabu. Utaona. Daudi alikaa akaona what I should do. Maana nimekaa kwa nyumba nzuri na Mungu nimemjengea hema. I should build God a house. So, tunaingia pate sasa. David intends to build for God a house. Temple. Intend inamaanisha yeye akafikiria akawaza kulingana na yeye akasema, wacha sasa nijengee Mungu hekalu. Alafu Mungu akakuja, sikiliza. Hapa kuna kitu mysterious. Verse 3. Hapo tu kwa hiyo chapter. Verse 3. But that night, the word of God came to Nathan saying, Go and tell my servant David, this is what the Lord says. You are not the one to build me a house to dwell in. 5. Hebu tusikilizane hapa. Yeye Mungu makao. Maana ninakaa mahali pazuri, lakini mahali nimejengea Mungu ni hema. Na akaangalia akaona sababu Daudi anakuwa na Mungu automatically. Akifanya hivyo ni right. Akamwambia ende ufanye tu wewe unawaza. Baada ya kuongea na yeye huo usiku Nathan akiwa nabii kwa usingizi akaona maono. Mungu anakuja. Akamwambia, you know what Nathan? What you should do, enda uambie Daudi. Sio yeye anafaa kujenga. Haleluya. Sio yeye anafaa kujenga hekalu. Daudi alikaa akaona I should build for God a house. I should build a temple. Lakini Mungu akizungumza na Nathan akamwambia, enda uambie Daudi. Sio yeye. Sio yeye. Kwa nini Mungu sasa anaanza kubadilisha mawazo ya Daudi? In fact, ukiangalia vizuri, mawazo ya Daudi ni mzuri ya kujengea Mungu hekalu. Lakini Mungu mwenyewe akiangalia akasema hapana. Isikuwe Daudi. Kwa nini? Kuna mpango Mungu ako nao. So, let us say this point. God already knows who should build the temple. Tayari Mungu anajua. Ni kweli ilikuwa mawazo ya Daudi anafaa kujengea Mungu nyumba nzuri ambapo Mungu atakaa, lakini sasa Mungu amekataa. Akasema, enda uambie Daudi hiyo nyumba sio yeye, hiyo sio kazi yake. Ni kweli nimemsaidia mambo mengi na nitazidi kumsaidia. Kisoma pale hiyo mistari inafuatia inasema hivi. Nimemsaidia kwa mambo mengi, akaenda akashinda vita, mambo ABCD. Nitazidi kumsaidia, lakini kazi ya kujenga hekalu hiyo enda umwambie aachane na. Kuna wazo mzuri ya kufanyia Mungu kitu, alafu Mungu anasema no. Sijui Daudi alifikishiwa ripoti yeye alikasirika ama kulienda na namna gani. Lakini tutaona tukiendelea kwa neema ya Yesu Kristo. Tuendelee. The next verse. Verse 5. Yes. I have not dwelt in a house from the day I brought Israel up out of Egypt to this day. I have moved from one tent site to another, from one dwelling place to another. 6. Wherever I have moved with all the Israelites, did I ever say to any of their leaders, whom I commanded to shepherd my people, why have you not built me a house of cedar? Hallelujah. Mungu akaambia Nathan, sikiliza Nathan nikueleze. Mimi tangu mtengeneze Ark of Covenant, nimekuwa nikitoka kwa one tent to another. Nimekuwa nikibebwa kwa hema kwenda hema nyingine. Na hakuna siku hata moja nishaisema sijajengewa nyumba. Haleluya.
Alafu sasa sikiliza, hapa ndio nataka ushike vizuri. Sasa Mungu mwenyewe akasema kuna ule nataka anijengee. Yeye mwenyewe ndio anasemea. Wacha tuende part B. God declares who will build the temple. God declares. Sasa Mungu mwenyewe ndio anasema kuna ule nataka anijengee hii hekalu. Who will build the temple. Mungu mwenyewe sasa anajisemea, yeye ndio anachagua binafsi ni nani ambaye atamjengea hekalu. Mstari wa 11 hadi 15. Na hapo ndio sensitive sana, ushike vizuri. Amekataa Daudi akimjengea. Ndio ilikuwa wazo nzuri sana kwa Daudi. Akaona heri nijengee Mungu makao. Mungu akasema hiyo sio kazi yake. Mimi ndio naamua nani atafanya nini? Atajenga. Mstari wa 11. Verse 11. Yes. When your days are over, yes, and you grow to be with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, one of your own sons, and I will establish his kingdom. 12. He is the one who will build the house for me, and I will establish his throne forever. Hallelujah. Twende pamoja tafadhali. Daudi akasema hivi. Mungu akasema hivi kwa Daudi kupitia kwa Nathan. Akasema baada ya siku zako Daudi hapa duniani, baada ya safari yako hapa duniani utakufa. Alafu baada ya kufa utachukua mmoja kati ya wazao wako, offspring. Biblia zingine zinasema seed. One of your offspring. Na huyo tafadhali shika hapa vizuri. Huyo ndiye atakayenijengea ni ama makao. One of your offspring. He will build a house. Will build. Niseme to the temple. Ndio twende pamoja. One of David's offspring. Sasa Mungu ameanza kutoa nabii. Huyo ndio atajenga. Huyo ndio atafanya nini? Atajenga. Kuna watu hapa wanajua watoto wa Daudi. Sitaki kuwasema sasa hivi. Naenda usome kwa Biblia bwana. Lakini kuna mmoja, sikiliza. Kuna mmoja ambaye hapa sasa Mungu ameanza kusupport. Haleluya. Mungu ameanza kusupport. Akasema, "Tachagua mmoja. Baada ya siku zako Daudi hapa duniani zitaisha. Zikishaisha, tachukua one of your offspring. Huyo atakuwa mfalme, he will succeed you. Atakuwa mfalme baada yako. Akishakuwa mfalme, yeye mwenyewe ndiye atajengea nyumba." Endelea. 13. Yes. I will be his father, and he will be my son. I will never take my love away from him, as I took it away from my predecessor. 14. Fika hapo tu. Kwa wengine tutaendelea baadaye. Sasa sikiliza hapa twende pamoja. Mungu ameanza kutoa nabii mwenyewe sasa. Nabii wake Nathan alikuwa ameambia Daudi enda ujenge. Mungu akaona hapana. Hii itaharibu system yangu. Kuna system Mungu ako nayo na ndio nataka uione vizuri. Hapo ukikosa kuiona utaona zero. Mungu akaona hii itaharibu system. Kama Daudi alijengea kuna system yangu itaharibika mahali. Akasema enda waambie Daudi hiyo sio kazi yake. Achana naye. Nitakuja nichague katika uzao wake mtoto wake mmoja. Ndio atafanya nini? Atanijengea. Sasa katika uzao wa Daudi ilikuwa na watoto wengi. Ukawa na mmoja namjua vizuri. Anaitwa Solomon. Siku ya Daudi ya kufa ikafika. Akaiacha hii dunia. Na Solomon akaingia kwenye utawala. Bwana Yesu asifiwe. Solomon akaingia kwenye utawala. Mfutie hivyo. Akishaingia kwa utawala, kuna kitu ilimuingia. Akaona hivi, Solomon, mimi ndio nimechukua ufalme baada ya babangu Daudi. Na automatically kuna kitu nafaa kufanya. Solomon akasema,
I have to do something. I have to do something. We shall see. Tuende kitabu cha Wafalme wa kwanza. Tukiingia sehemu ya C. C. It's fulfillment. Baada ya Mungu kutabiri, vile ilikuja kutimia. Na hii part iko na changamoto vizuri. Nataka uelewe. Its fulfillment kuna sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ya fulfillment. Sasa tayari Mungu amesema katika uzao wa Daudi kuna mtoto mmoja nitachagua na atajenga hekalu. Na kukakuja Solomon. Solomon akaingia kwenye utawala. Akishaingia kwenye utawala, wakati hapo kwa utawala, akaona kuna kitu mimi Solomon nafaa nifanye. Maana kuna unabii kwa mahali na Mungu mwenyewe ndiye alitoa unabii. Nafaa nijengee Mungu hekalu. First Kings chapter 5 verse 5. First Kings 5 verse 5. Verse 5. Yes. I intend, therefore, to build a temple for the name of the Lord my God. Sasa Solomon akaanza kusema, hata mimi Solomon nimeanza kuingiwa na wazo ya kujengea Mungu hekalu. Unaona pia ilikuwa bana. Ukaingia Solomon vizuri sana. Unaona? Kulikuwa kunatabiriwa kati ya watoto wa Daudi kuna mmoja. Na huyo mmoja atajenga hekalu. Ni mimi Solomon nimekalia utawala. Na ilisemekana ule ambaye atakalia utawala, huyo ndio atajenga hekalu. Na ni mimi nimekalia utawala. So, wewe unabii ambao ulitolewa stari kuhusu wewe, lazima nijengee Mungu hekalu. Akasema, I intend to build a temple. Continue. As the Lord told my father David, yes, when he said, your son whom I will put on the throne in your place will build the temple for my name. Solomon anasema kama vile Mungu alisema kwa babangu Daudi. Haleluya. Mungu alikuwa amesema kwa baba yake Solomon, ule ni Daudi, akamwambia kuna mtoto wako mmoja atakuja kujenga hekalu. Lakini kuna sisi nataka kuona hapa sasa. Ni kweli najua vizuri uko sitaki kwenda kidani maana tunajua. At the end of the day Solomon alijenga hekalu. Kweli si kweli? At the end of the day Solomon alijenga hekalu. Lakini kuna kitu Mungu alikuwa amesema. Mungu alikuwa amesema hivi. Huyo mwenye atafuata Daudi atajenga hekalu number 1. Number 2, ufalme wake, the kingdom, ufalme wake utadumu milele na milele na milele. His kingdom will be forever. Yaani utakuwa milele na milele. Ukienda usome Biblia vizuri utashangaa. Baada ya Solomon tu kumaliza utawala wake, kile ambacho tunaita Israel, nchi ya Israel, the Israel country, ndio iligawanyika mara mbili. Kukawa na Northern Kingdom na Southern Kingdom. Yaani kukawa na Israel na Juda. Daudi akitawala yote ilikuwa Israeli. Solomon akitawala yote ilikuwa Israeli. Lakini baada ya Solomon tu kutoka kwenye utawala, kingdom ikagawanyika. Na Mungu alikuwa amesema huyo mwenye atalijengea hekalu, ufalme wake utadumu milele. Sasa kunaendaje? Ni kweli ni unabii na Mungu alitoa. Akasema kuna yule ambaye atajengea hekalu. Na akishanijengea hekalu, kuna kitu kingine mimi Mungu nasema. Ufalme wake utadumu milele. Solomon akakuja akakaa kwenye utawala. Akishatawala akafanya Mungu alisema nimjengee hekalu, nitamjengea. Mungu alisema utawala wangu, ufalme wangu utadumu milele. Iwe hivyo tu. Baadaye akatoka kwenye utawala, siku zake hapa duniani zikaisha. Mara hiyo kaenda kusoma hiyo historia utaona haiko kwa Biblia.
Watoto wake wawili wakaanza kupigania. Mmoja akasema sasa wacha nipewe Northern Kingdom, mwingine akasema nipewe Southern. Kukawa na Juda na kukawa na Israeli. Kwa nini tunaenda? That's Exodus 22. Far fulfillment. Tuende katika New Testament sasa tuone vile mambo hivyo. Kitabu cha Luka 1:30 hadi 33. Luke chapter 1. Luke 1:30-33. Yes. But the angel said to her. Sikiliza hapa sasa. Umetoka Old Testament kidogo. Tarudi kule tu. Umekuja New Testament. Biblia inasema New Testament, Mary akiwa mjamzito, malaika akakuja kwa Mary na ujumbe fulani. Kamwambia aje? Do not be afraid, Mary. Yes. You have found favor with God. Yeah. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. Sikiliza, huyu ni Yesu sasa anatabiriwa kuzaliwa. Mary akaambiwa, Mary usiwe na shida. Fanya hivi. Utapata mtoto na utamuita Yesu. Najua hiyo habari. He will be great and will be called the Son of the Most High. Biblia inasema Yesu atakuwa mkuu na ataitwa mwana wa Mungu aliye juu ya vyote. Endelea. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign forever. The Lord God will give him the throne of his father David. Sasa malaika akija kwa Mary alikuwa anajua mambo ya kiroho vile iko. Na alikuwa anajua mpango ambao Mungu alikuwa nao awali. Akamwambia, huyu mtoto ambaye utazaa ni Yesu. Na akiwa Yesu, Mungu atampa the throne, kiti cha utawala, kiti cha enzi of the Father. Acha niandike vile imeandikwa, of his father. Alafu sasa Biblia inasema the father is David. Kwa maana unaona Yesu anakuja kuitwa sana David. Sasa ukielewa hapa utaona kumbe ule unabii ambao Nathan alikuwa anapewa na Mungu ulikuwa unazungumzia Yesu. Wanaweza sifiwe. Maana utawala ambao Daudi alikuwa nao katika Agano Jipya, Mungu anasema huo utampa huyu mtoto ambaye alizaliwa. Na huyo mtoto ni Yesu, Jesus. Haleluya. Tupigie Yesu makofi. Ambia mwenzako, you know Jesus as the throne of David. Na tukumbuke kitu moja, Biblia ilikuwa imesema hivi. Huyu ambaye atasucceed Daudi, kusucceed ni kupewa throne, aendeleze utawala. Huyu ambaye atasucceed Daudi, ufalme wake utadumu milele na kumbe ule unabii ulikuwa unakuja mara ngapi? 2. Ulikuwa unazungumzia Solomon lakini kidogo. Haleluya. Ulikuwa unazungumzia Solomon lakini kidogo. Wakati unasikia Solomon alijenga hekalu akiwa mwana wa Daudi, ilikuwa tu hali ya foreshadowing. Yaani kitu ambacho kilikuwa kinaonesha kuna mtoto wa Daudi katika hali ya kiroho ambaye ni Yesu. Na yeye atakuja kujengea Mungu hekalu. Haleluya. Makofi kwa Yesu. Kwa hivyo katika hali ya kiroho Yesu akaitwa mwana wa Daudi. Na akiitwa mwana wa Daudi akapewa kiti cha utawala cha Daudi. Sasa amekalia. Lakini kuna kazi. Haleluya. Kuna kazi ni kujengea Mungu hekalu. Sasa Yesu ndiye amekuja. Haleluya. Amekalia kiti cha utawala. Na kulitabiriwa mambo ya nyakati, First Chronicles. Kulitabiriwa utawala wake wa milele na milele. Ufalme wake wa milele na milele. Kweli
iko hivyo. Lakini sasa ameambiwa kulingana na huo nabii, huyu mtoto ambaye ni Yesu anafaa kujengea Mungu kwa njia gani sasa? Let us go deeper and see what the Bible tells us of this matter. Before we go deeper, utakuja uone hapa sasa. Kulingana na Biblia, Yesu kuna zile sehemu ameshika. Number 1, Biblia inaonyesha ya kwamba Yesu sasa ndio ameingia kuwa true king. Yeye ndiye mfalme wa kweli. Maana akiingia kwenye utawala na tayari ashaingia. Akiingia atatawala milele na milele. Haleluya. So ule unabii ambao Mungu alipea Nathan ulikuwa unaonyesha Yesu ndiye atakuja kuwa true king. Yaani mfalme wa kweli. Maana ufalme wake hautaisha. Atakuwa mfalme hata sasa ni mfalme. Na milele ni mfalme. Haleluya. Pigie makofi. Maana tayari yeye ni mfalme. Pia yeye ndiye anakuja kuwa true son. True son. Turudi First Chronicles. Ninguze kidogo pale. Na mistari tulibakisha. First Chronicles 17. Nisoma 13. Rudia 13. Kwenda 14. Ili tusome mbele. Verse 13. Yes. I will be his father and he will be my son. Sasa Mungu, sisi wote tumeelewa hadi hapo kwamba Mungu alikuwa anazungumzia Yesu. Mungu akasema huyo mtoto, huyo offspring ambaye ni Yesu, mimi Mungu, I will be his father and he will be my. So Yesu ametabiriwa kuwa true son of God. I will never take my love away from him. Yes. As I took it away from my predecessor. Hapo unasikia Biblia inasema predecessor msitangae, yule ambaye alitangulia Daudi. Nani alikuwa kwa utawala kabla ya Daudi? Alikuwa anaitwa Saul. Haleluya. So Saul alichaguliwa na Mungu kweli. Lakini akishachaguliwa na Mungu, Mungu alikuja akaondoa upendo wake kwa Saul, akamkataa. Na akaambia priest, "Hey, nimekataa Saul." Sasa Mungu akitabiri kuhusu Yesu, anasema Yesu anakuja kuwa true king. Na upendo wako kwake utakuwa wa milele na milele. Sasa wewe mkataa siku hata moja. Ni kweli mimi Mungu naweza kukubali mtu na kumkataa. Haleluya. Nilikubali Sauli. Na baada ya Sauli kunionyesha mang'aa, nikamkataa. Lakini sasa naongea kuhusu Yesu. Na maana Yesu hata nionyesha mang'aa is a true son. Mimi upendo wangu kwake ni wa milele na milele. Na yeye endelea. 14. Yes. I will set him over my house. Yes. And my kingdom forever. Yes. His throne will be established forever. 15. 15. Nathan reported to David all the words of peace and dialogue. Sasa baada ya yale maono, Nathan akaenda kwa Daudi akamwambia, "Unajua nimeona Mungu amezungumza na mimi, binafsi, na ameniambia kuna one of your offspring ambaye atakuwa your success. Yaani ataendeleza ufalme wako. Na huyo Mungu amesema hivi, atakuwa true king, atakuwa true son, na yeye ndiye atajenga hekalu." Na sasa kulingana na New Testament is the true temple builder. Haleluya. Ile hekalu ambayo Solomon alijenga ilishaharibika. Lakini ile Yesu anakuja kujenga ni ya milele na milele. Pigia makofi matatu. Nataka tuone the next part. How will it be? Sasa Yesu ametabiriwa anakuja kujenga hekalu. Yesu ametabiriwa ufalme wake ni wa milele na milele. How will it be? Atajenga aje hekalu sasa? Yesu akazaliwa, akapata kweli nimezaliwa duniani. Mimi ni mwana wa Mungu. Lakini kuna kazi yangu Yesu ya kujenga hekalu. Na ukisoma Biblia yote, pengine uone Yesu alisaidia babake Joseph kazi ya useremala. Lakini utaona mahali alienda kuinua mawe 9 feet awekelee mahali. Kweli si kweli? Sijaona, lakini amepewa kazi ya kujenga hekalu. Haleluya. Ukisoma habari ya Solomon,
aliita watu wakajenga hekalu. Wakachukua mawe wakawekelea, ikawa vizuri, ikafanywa furnishing. Akasema sasa leo ni siku ya kufungua hekalu. Wakaweka sherehe, wakafungua, wakaabudu. Biblia inasema na utukufu wa Mungu ukajaa kwenye hekalu. Sasa Yesu amekuja duniani na hapo na kazi ya kujenga hekalu. Sasa hii hekalu ya Yesu atajenga kwa njia gani? How will it be? That is number D. How will it be? How will it be? Kitabu cha Waefeso 2:19. Number D. How will it be? How will it be? Andika tu, how will it be? How will it be? Tusome Ephesians 2:19 all the way to 22. Itaeleza tu. Na hiki kitabu kimeandikwa na mtu mmoja ambaye anakiona sana. Anaitwa Paulo. Mtume Paulo. Paulo alikuwa anajua mambo ya kiroho vizuri sana. Alikuwa anajua Yesu kuna kazi yake ya kujenga hekalu. Na kuna vile anafaa kujenga hekalu. Na akaona acha aeleze watu wa Efeso. Na vile vile tunasoma leo na tunaelewa. Waefeso 2:19. Yes. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people, and also members of His household. Sikiliza twende polepole pale. Nataka upaelewe vizuri. Maana huyu mtume akona maneno ya kiroho sana. Anasema ukishakubali Mungu unafaa kujua hivi. Watu wote ambao wanakubali Mungu they are citizens. Citizens together with naweza tumia hii neno saints. Wanaweza sifiwe. Ukishakubali Mungu, ukishakubali Yesu Kristo, Biblia inakuambia wewe ni citizen. Pamoja na watu wale wengine wote walikaa ndani ya Mungu. Hii yote inakuwa kitu moja. Endelea. Built on the foundation of the apostles. Biblia inasema hivi. Wewe kama umemkubali Yesu. Haleluya. Na mimi niliyemkubali Yesu. Sisi wote we are fellow citizens. Fellow inamaanisha wewe na wewe. Hii yote mko na kitu kimoja. So kama umemkubali Yesu na mimi niliyemkubali Yesu, we are fellow citizens. Na Biblia inasema sisi tumejengwa. Haleluya. Rudia tena. Built on the foundation of the apostles. Tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. We are built. We are built on the foundation of apostles, Biblia inasema hivyo, and prophets. Sasa wewe ambaye umemkubali Mungu na mimi niliyemkubali Mungu, sisi wote tumejengwa, we are built, tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Haleluya. Sasa kuonesha siri hapa ndio twende pamoja. Biblia inasema Yesu ako na kazi, kumbuka, ako na kazi ya kujenga hekalu. Yeye anajenga kwa njia gani? Tumeambiwa namba 1. Sisi tumejengwa juu ya mitume na manabii. Alizia mstari kwanza kabla nieleze. With Christ Jesus
himself as the chief cornerstone. With Christ Jesus as the chief cornerstone. Upigia Yesu makofi. Amekujenga juu ya msingi wa mtume. Haleluya. Muongeze makofi matatu. Amekujenga juu ya msingi wa mtume. Biblia inasema ukikubali Yesu, wewe unajengwa juu ya msingi aidha wa mtume na manabii. Na Yesu Kristo pale Biblia inasema hivi, yeye ndiye jiwe la pembeni, the chief cornerstone. Kuna kitu nataka ushike hapo vizuri. Nataka kueleza. Salimia mwenzako, mwambie sikilize. Mwambie isikupite. Kama Yesu ni jiwe la pembeni, na sisi, Yesu kumbuka is a true son to God. Na sisi tumekuja kwa Mungu ili tuitwe wana wa Mungu. Biblia inatupa siri moja. Naliona hapo next. Kumbe sisi pia Yesu anaamua pia sisi katika hali ya kiroho imao. Haleluya. Yeye ndiye jiwe la pembeni katika nyumba ya Bwana. Sasa sisi anaamua pia sisi wacha tuwe sehemu ya nyumba ya Bwana. Pia sisi anatuchukua kama mawe, anatuwekelea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tafadhali shika vile inawezekana. Ndio tukienda hapo next pia usipotee. Haleluya. Kwa hivyo kama Yesu ni jiwe la pembeni, pia wewe ni jiwe. Lakini sio jiwe ile, ni jiwe la kujenga nyumba ya Bwana. Haleluya. Muulize mwenzako, unajua wewe ni jiwe? Sijui hapo kijibu vipi. Wengine wanakataa. Haleluya. Ushaona mtu fundi wa kujenga anaweza chukua jiwe, amwe hii na wekelea hapa ni jengo. Awekelee ukose kufiti. Haleluya. Ukikosa kufiti wanafanya nini? Anawekea kufiti. Haleluya. Anaitengeneza ili itoshe. Kuna zingine huwa zinatengenezwa. Anatengeneza anaona hii itengenezeki. Badala ya kutengeneza kwanza inaharibika inakatika. Nasema hii ibaki kutupa. Haleluya. Sikiliza nikueleze vizuri. Wewe ni jiwe. Na ukiwa jiwe ndio Mungu ama ndio Yesu akujenge uwe nyumba la Bwana, lazima pia akutengeneze ili akuwekee mahali, akikuwekelea mahali unafiti. Haleluya. Ili akikuchukua akuwekelee wewe unafiti. Mimi sio mzuri kwa kuchora, usinicheke. Acha nikuonyeshe kwa njia choro. Tutaelewana, tutavumiliana pale, sawa? Assume wale ukuta. Na hapa itabidi uassume ya kuna noise. Haleluya. Unakaa ukuta kweli? Ukiona sio ukuta, assume. Assume ni ukuta, lakini sio ukuta. Unaingia hapa Steve. Kwa sasa wewe amekuweka hapo sasa. Wewe uwe sehemu ya hekalu la Mungu. Haleluya. Ndio maana ukisoma tafadhali nisaidie. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians chapter 3 verse 9. 1 Corinthians 3 verse 9. First Corinthians 3 verse 9. Verse 9. Yes. For we are God's fellow workers. Yes. You are God's faith, God's building. Hallelujah. Paul akiandika pia kwa Korintho, akawa mrefu kidogo. Akawaambia, nataka mjue hivi. Watu wote ambao wanamkubali Yesu, wao wanakuwa kawapeana mifano aina mbili. Akasema na Bwana, they are God's
Field. Field ni shamba. Uko sio kwa leo. Na akasema number 2 wanaweza kuwa gods. Msomaji. Gods. Continue. We are God's fellow workers. God's field. You are God's field. Number 2, you are God's field. Yaani watu wote wanaomkubali Yesu wakiungana pamoja wanaitwa jengo la Mungu. Haleluya. Ama in other terms, nyumba ya Mungu. Kuna watu wanafikirianga tukisema nyumba ya Mungu wanafikiria yeye kujenga. Hapana. Hapa ni mahali pa kuja kwa Mungu. Sasa mimi na wewe ndiye nyumba ya Mungu. Haleluya. Mimi na wewe katika hali ya kiroho, wewe ni jiwe, mimi ni jiwe. Sisi wote tunawekwa na Yesu ndiye jiwe la pembeni. Na tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Hivyo mimi na wewe ndiye hekalu. Sasa ukielewa pale, tutakuwa tunasonga vizuri sana. Yesu kazi yake ni kutumia kujenga. Juu ako na hiyo kazi ya kujenga. Haleluya. Yeye ndiye ako na kazi ya kujenga hekalu. So anaangalia anasema, hii jiwe iko proper, wacha nitengeneze ikuwe proper. Anachukua vyombo vya kutengeneza, anatengeneza. Ikikuwa proper, anawekelea. Akiwekelea haone bado sio proper, anasema bado. Wacha nitengeneze kidogo hapa, kuna mahali nafaa kutengeneza, anatengeneza, inakuwa proper. Kwa hiyo ukitaka kutengeneza, unaimba unamwambia Mungu nifinyange. Iwe jinsi utaka. Kumbe saa hizo unataka nikae square vizuri. Ni fit. Mahali unataka ni fit. Wewe nifinyange tu ni fit. Wanaweza sifiwe. Sasa wewe na mimi ni jiwe. Hiyo point nataka ushike vizuri. Na sisi tumewekelewa. Haleluya. Juu ya msingi wa mitume na manabii. Na Yesu pia ni jiwe la pembeni. Na hapo na kazi ya kujenga. Na kazi ya kujenga sasa. Wacha tuone endelea. Waefeso 2 unasoma mstari wa 19. Tuendelee pale. Tutasoma Efeso 2. Ndio tunasema 22. Verse 21. Yes. In him, the whole building is joined together. Ndani yake nani? Kristo. Hizi point sitaki watu tafadhali. Ndio pale tukimalizia huo unashika vizuri. Ndani yake Kristo ili jambo lote limeunganika kwa kitu kimoja. Endelea. And rises to become a holy temple in the Lord. Na inakuwa hiyo jengo ambayo ni mimi na wewe pamoja na yeye. Naambiwa we are joined together ndani yake. Si ndio? Sasa mimi na wewe pamoja na Yesu tunakuwa jengo na inaitwa Holy Temple, yaani hekalu takatifu. Hebu pigia Yesu makofi. Alafu nikupe siri. Hii hekalu Biblia inasema sio hekalu tu. Ni hekalu lakini hekalu takatifu. Ndio maana Yesu akitaka uingie hapa ukue part of temple, lazima akutakase uwe mtakatifu. Haleluya. Hii hekalu inafaa kuwa takatifu. So haya mawe ambayo yamejenga hapa yote ambayo ni Steve, mimi, Morris, Kukuta, wengine. Hayo mawe yote Yesu kuna kitu anafaa kufanya. Si mawe sasa nimesema ni sisi. Anafaa kutakasa kwa utakatifu. Ndio itwe Holy Temple. Haleluya. Mpigie makofi matatu. Malizia. Yes. And in him, you two are being built together to become a building in which God lives by his Spirit. Na Biblia inasema tumefanywa hivyo. Tumejengwa tuwe kitu kimoja ambalo ni hekalu la Mungu. Ndio sasa
tuwe makao ya Mungu, God's dwelling place. Sasa Mungu akuje kukaa kwa temple. God's dwelling place. Wacha nikurudishe nyuma kidogo ndio twende pamoja hapa, ushike vizuri. Wakati Mungu alikuwa anaambia nabii Nathan ujue hivi. Wende ukaambia Daudi, anafaa kujua hivi. Tangu sanduku la agano litengenezwe, hakuna siku hata moja nishaisema sina makao. Ingawa ni kweli nilikuwa nahamishwa kutoka kwa hema moja napelekwa kwa hema nyingine. Ukisoma Biblia utaona. Haleluya. Sijawahi sema hata siku moja sina makao ama nijengewe nyumba nzuri ama sanduku la agano linafaa kuwepo kwa nyumba nzuri. Hapana. Hajawahi sema. Kwa nini Mungu alikuwa anaambia Nathan hivi? Maana yeye mwenyewe kuna ile hekalu alikuwa anataka akae. Haleluya. Kuna ile hekalu alikuwa anataka akae ndani. Na hilo hekalu alitaka lijengwe na Yesu peke yake. Na hilo hekalu ni mimi, wewe, tukiungana pamoja, tukiunganishwa pamoja ndani ya Kristo. Haleluya. Pigie makofi. Kwa nini sasa Yesu tunaunganika pamoja sisi wote at the end of the day pamoja na Yesu ili tuwe temple ya Mungu, ili Mungu apate makao. Sasa Mungu anapata makao kwa ili hekalu. Mungu anapata makao kwa ili hekalu. Sasa what is all this? Nini kinaendelea hapa? At the end of the day, siku za Daudi Mungu alikuwa tuna maono ya at the end of the day nataka Yesu amjengee hekalu. Haleluya. Sio kama unafahamu. Siku za Daudi Mungu alikuwa anajua tu vizuri. Kuna siku nitataka Shadraka awe sehemu ya hekalu langu. Na Yesu mwenyewe ndiye atakuja kufanya hiyo kazi. Haleluya. Ule unabii ulikuwa unazungumzia watu ambao Yesu atakuja kuchukua kama mawe, awatengeneze na awawekelee. Haleluya. Na kuna wengine nilisema hapo kabla tuendelee sana. Ndio kati. Kuna wengine wanataka kutengeneza hivi. Akitengeneza kidogo anakasirika. Haleluya. Wakati Mungu anakutengeneza furahia. Furahia. Saa zingine furahia. Hata mimi mtume aliniambia. Nikasema jibu, pengine nikutengeneza nikafurahia. Sema sawa yeye. Au unafikiria ni rahisi? Bwana Yesu asifiwe. Anyway, let us go deeper. Tuone imani iko namna gani. Kitabu cha Wakolosai kifungu cha 2 mstari wa 9 na 10. Colossians 2:9-10. Yes. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form, and in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Siende sana, taeleza tu. Tuzingatie wakati kidogo. Tunaweza sema. Sasa tumeona kufikia hapo. Sisi wote tunaokubali Mungu, tunakuwa jambo la Mungu. Tunakuwa jambo. Tunakuwa jambo moja. Na Mungu anakaa. The dwelling place. Anakaa. Ndio maana tukiwa hapa mimi na Mungu. Haleluya. Kama sisi ni sehemu ya kazi. Mungu yupo tayari. Maana haya ndio makao yake. Alafu kitabu cha Wakolosai hapo tumesoma 2 mstari wa 9-10. Biblia inasema hivi. Kitu chote kinaitanishwa na Mungu. Everything that is associated to God. Mungu alichukua akaweka ndani ya Kristo. The fullness of God. Sasa alichukua akaiweka ndani ya Kristo. Umesema shashika huko ambako tulianzia, hapo umeelewa vizuri.
the fullness of God. Kitu chote, everything that can be associated to God iliwekwa ndani ya Kristo. Alafu sasa ikishawekwa ndani ya Kristo, hapa nataka uelewe vizuri. Ikishawekwa ndani ya Kristo, sisi wote tunaamini John kwa Kristo. Ndio maana sikiliza, watu wanasemanga bila Kristo unaweza abudu Mungu the same. Haleluya. Watu wanakuanga sijui ni kutokuelewa maandiko ama vipi. Pastor, wacha hizo. Sisi wote tunaabudu Mungu mmoja. Hata Waislamu na sisi tunaabudu Mungu mmoja. Tofauti ni kwa wao wanaamini Muhammad, sisi tunaamini Yesu. Wanashangaa huyu anatetea nini? Hata hajui kile anatetea. Yesu akasema mimi ndiye ukweli, njia na uzima. Na hakuna ambaye atafika kwa Baba kama hajapitia kwangu. Sasa Yesu mwenyewe akasema mimi ndiye njia. Alafu sasa kutuambia tutaweza enda kwa Baba huyo wetu bila kupitia kwa Yesu. Uone ni ngumu. Haleluya. Ngumu sana. Mungu ambaye tunaamini lazima kuwe na Yesu. Minus Yesu sio Yahweh, pengine Mungu mwingine. Haleluya. Minus Yesu sio Yahweh. Ukishika hiyo vizuri. Minus Yesu sio Yahweh. Ndio ufikie Mungu tunayeamini ambaye ni Yahweh. Lazima kuwe na Yesu. Maana Mungu alichukua everything that can be associated with him, akaiweka ndani ya Yesu Kristo. Akaiweka pale. Akasema sasa watu wote ambao watanitaka badala ya kuja kwangu Mungu wawe tu wanatafuta Yesu. Wakitafuta Yesu wanamtafuta Mungu. Maana mimi na Yesu ni kitu moja. Haleluya. Hujasoma andiko. Siku moja Philip akasikia Yesu anasema Father. Ati unajua nilitoka kwa Baba. Mimi na Baba tunapendana. Mimi na Baba tuko kitu kimoja. Akaambia Yesu, unajua nini Yesu? Umesema Baba sana. Fanya hivi Yesu. Tuoneshe Baba na sisi tutakuwa sawa. Haleluya. Hebu tusome pale. Twende pamoja. John 14 verse 8. Ili nikueleze hapa mwisho. John 14 verse 8. Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Philip sasa akaangalia akaona Yesu kweli anatuambia ametoka kwa Baba. Sawa, hatuna shida. Lakini atuoneshe huyo Baba. Akaambia Yesu, tuoneshe huyo Baba. Kisha tuoneshe huyo Baba. Sisi tunakuonanga Yesu. Tumekusikia, tumeona pengine ukifanya mambo yenye umefanya ya ajabu na miujiza ukakuamini. Lakini sasa tunataka kuona huyo Baba. Ukituonesha Baba, hivyo tutatosheka. Sisi tutaamini kweli kile unasema chote ni chote. Haleluya. Hebu nisikie Yesu anasema nini? Don't you know me, Philip? Sasa hebu shika hapa tafadhali. Philip anasema show us the Father. Badala Yesu amwambie Father ako hapa ama Father ama amuoneshe Father. Yesu anamuuliza, "Do you know me, Philip?" Kwani Philip unijui? Wewe unasema Baba. Unijui? Nataka nikuoneshe Baba. Kwani unijui? Haleluya. Hiyo answer iko na uzito sana. Endelea. Even after I have been among you such a long time. Yaani nimekuwa na nyinyi huo wakati wote. Alafu sasa Yesu hapa anashangaa. Alafu sasa Philip at the end of the day kile unaweza niambie nikuoneshe Baba. Kwani unijui? Bwana Yesu asifiwe. Maana sikiliza, Baba na Kristo ni kitu moja. Baba na Yesu ni kitu moja. Ukiona Yesu unaona Baba. Anazia. Anyone who has seen me has seen the Father. Yeyote ambaye ataniona mimi Yesu ameona Baba. Kwa nini Yesu anasema hivi sasa? Yesu anasema hivi maana anything that is associated with God is already in Christ. Mpigie makofi matatu. Kitu chochote ambacho unataka kutoka kwa Mungu unaweza kipata kwa Kristo, kwa Yesu. Haleluya.
So Yesu na Baba ni kitu moja. Na Mungu akawa na siri, akaona sasa mimi Mungu kuna kitu nafaa kufanya. Nataka ushirika wangu na binadamu uwe wa karibu. Haleluya. Nataka ushirika wangu na binadamu uwe wa karibu. Na ili uwe wa karibu, maana Yesu yupo na kila chote ambacho kinahitanishwa na mimi Mungu nimeweka ndani ya Yesu. Wacha hawa binadamu waingie ndani ya Yesu. Haleluya. Wacha hawa binadamu wao na Yesu walingane, wawe kitu moja. Mpigie makofi matatu. Mstari wa 10 wa Kolosai 2. Nasoma 9 na 10. Yes. And in Christ you have been brought to fullness. Sasa Biblia inatuambia ndani ya Kristo tumeletwa kuwa na ukamilifu. He is the head over every power and authority. Na yeye ndiye kiongozi juu ya utawala wote na nguvu zote na mamlaka yote. Haleluya. Sasa kuna mahali nataka ushike vizuri hapa. Hapa usipotee. Ndio mwenzako tazama vizuri sasa. Tumeona sisi ni hekalu, si ndio? Sisi ni hekalu. Sisi ni mawe ambayo yametumika kujenga hekalu. Kwa hivyo sisi ni hekalu. Na sisi tukiwa hekalu tukaona ya kwamba tunashirikiana pamoja na Kristo, maana yeye ni jiwe la pembeni. Na uweza wote wa Mungu, mamlaka na nguvu amepewa mwenyewe. Na sisi naambiwa tuingie ndani ya Yesu, tuwe kitu kimoja. Haleluya. Andika huu mstari huu, sitasoma kwa sasa. Ama usome tu Ephesians 1:13. Na pale nataka kukuza ili tusome hiyo. Ephesians 1:13. And you also were included in Christ when you heard the message of the truth, the gospel of your salvation. Biblia inasema wakati ulisikia ukweli. Haleluya. Na ukakubali ukweli, endelea. When you heard the message of the truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal. Yes. The promised Holy Spirit. Huko sitaeleza sana, lakini sikiliza nikueleze kidogo. Biblia inasema wakati ulisikia ukweli na ukaamini na ukakubali ukweli kisha ukaamini, uliunganishwa ndani ya Kristo. Haleluya. Uliwekwa ndani ya Kristo. Ili wewe na Kristo uwe kitu kimoja na ukawekwa muhuri ambao ni Roho Mtakatifu. Hayo maandiko yanasema mimi. Lakini kuna siri nataka nikupe sasa, mahali ambapo nilikuwa nataka kuelezea kiundani. Biblia inatuambia ukiwa chini unatengeneza alafu unawekelewa ili utoshee vizuri. Pale Mungu amesema anaangalia kama hii jiwe hii nataka kukatwa vizuri, acha niwekelee pale. Nakata vizuri akakuweka. Kuna mahali nataka kueleza hapo vizuri. Swali ni sasa Yesu anatengeneza aje? Na nini? Hapo tu ndio nataka kumalizia. Swali ni sasa Yesu ni kweli ameitwa true temple of Judah, si ndio? Yeye ndiye anajenga hekalu kulingana na unabii kutoka siku za Nathan akina Daudi. Yeye ndiye anajenga na lazima atengeneze jiwe. Sasa atatengeneza sisi ndio mama, atatutengeneza aje na kwa njia gani na wapi? Maana unafaa kujua ili tuende pamoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Twende part ya conclusion ndio tunaona amen. That's part.
Ukisoma kitabu cha Yohana kifungu cha 4 mstari wa 23 before is specific. Kuna kitu utaona pale. Na hapo nataka kuelezea vizuri. Jaribu sana usikose. Ukisoma John 4:24, Biblia inasema John 4:24. Yes. God is spirit, and his worshippers must worship in the spirit and truth. Biblia inasema Mungu ni God is spirit. Mungu ni roho. Na ili kuwe na ushirika baina yako na huyu Mungu, lazima kama unataka kumfanyia ibada, mfanyie ibada katika hali yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kumfanyia ibada huyu Mungu, lazima umfanyie ibada. Biblia inasema ni true and in spirit. Haleluya. Hapa tafadhali shika. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Mungu alikuwa roho. Ili akutane na wewe, anafaa kukutana na wewe kwa njia gani? Ili akutengeneze proper. Haleluya. Wewe ni mawe sasa, Mungu ni roho. Anataka kukutengeneza. Atakutengeneza wapi? Sikiliza nipende hisi. Ukijua mambo ya kiroho, kuna sheria ambazo ziko katika hali ya kiroho. Na hapo nataka uelewe vizuri. Tafadhali. Ambia mwenzako sikiliza hivi. Kuna sheria za kiroho ambazo hawezi ziepa. Kulingana mambo ya kiroho, ili upatane na roho. Ama ili roho yoyote, sasa I'm trying to be general sasa, ndio tuende kwa Mungu. Ili roho yoyote ioperate hapa duniani, kuna ile sheria inakuwaka. Haleluya. Ili roho yoyote ioperate hapa duniani, kuna ile sheria inakuwaka. Na in fact, ukijua mambo ya kiroho, it is illegal. Illegal inamaanisha ni kitu ambacho hakijakubalika katika spiritual laws. It is illegal for a spirit to operate on earth realm. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema hapo tafadhali shika vizuri. It is illegal for a spirit to operate on earth realm. Sasa ili roho ifanye kazi hapa duniani ama iweko duniani, huwa inatumia mwili. Minus mwili kuna kuanga kizungumkuti. Haleluya. Ndio maana hata Mungu akitaka kutuokoa sisi, yeye ni roho. Ili atuokoe ilibidi yeye mwenyewe aje kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ilibidi yeye mwenyewe aje kwa mwili. Maana hapa duniani kuna hiyo sheria. Kuna hiyo sheria. Lazima mwili. Bwana. Kama si hivyo, the only other way ambayo roho itafanya kazi, wewe inafanya kazi hapa. Lazima kuwe na madhabahu. Altar. Na hapa nataka ushike vizuri tafadhali. Sitaki watu hapa. Sikiliza iwezekanavyo. Lazima kuwe na madhabahu. Na madhabahu. Ndio maana hata ukisoma Biblia, watu wote walioitwa na Mungu, tangia hata siku za Musa, mtu akijua ameitwa na Mungu, ulikuwa unaona kwa Biblia anatengeneza madhabahu. Sisemi utengeneze, nakupa mfano. Haleluya. Watu wote waliitwa na Mungu kwa Biblia. Hata Jacob mwenyewe utaona. And he made an altar for God. Unaweza sifiwe? Lazima kuwe na madhabahu. Kwa nini? Hapo kwa madhabahu
altar, hapo tu ndio roho iko na ruhusa sasa ya kuinteract na humanity. Roho yoyote hata kwa mganga lazima awe na madhabahu yake. Haleluya. Ndio zile maroho ambazo anatumia operate, meet na humanity, lazima kuwe na madhabahu. Wanaweza sifiwe. And there are two significant things. Kuna vitu viwili vya muhimu ili roho ifanye kazi yoyote ambazo zinahitajika hapa kwa madhabahu. Mbili. Na hili mambo ya kiroho unafaa kuelewa vizuri sana. Number 1, sacrifices. Madhabahu yoyote ambayo ishaitengenezwa, iwe ni kwa ufalme wa giza ama Mungu iliitisha hii kitu. Maana tumesoma sikai huko. Haleluya. Sacrifices. Lazima kuwe na ushirikishwa wa vitu kama damu. Lakini tulisema hapa kwa Mungu kuna damu, si ndio? Iliyo mwangu ya Yesu Kristo. Haleluya. Lakini kwa mganga hakuna damu. So lazima uitishwe kwa ng'ombe ama vitu kama hizo. Hizo ni mambo tumesema. Sitaki kukaa kule. Lazima kuwe na sacrifice. Na wewe mwenyewe kuna kile ambacho unafaa kutoa haya madhabahu ili hiyo roho ikuje. Wanaweza sifiwe. Kuna vile unafaa kushiriki ili hiyo roho ije. Hata kwa shetani mambo ni hivyo. Na number 2, voices. Voices ni sauti. Kwa hiyo enda kwa mganga akifanya kazi na zile sauti atatoa. Sitaki kutoa hapa. Wengine wasiniulize nililia wapi. Lakini kuna zile sauti ambazo atatoa. Hata wewe ukija kwa Mungu, kuna ile sauti wewe unatoa ili uzungumze na Mungu. Kweli si kweli? Kwa mtu aliuliza kwa nini watu naomba? Si Mungu anakuanga anajua kile tunataka. Sasa umepata message. Haleluya. Ili upatane na Mungu lazima kuwe na madhabahu. Na kuna ile sauti unafaa kutoa ili hiyo roho ije. Wanaweza sifiwe. Kuna ile sauti unafaa kutoa. Na Mungu alijua. Haswa katika Old Testament. Hata akatoa unabii akasema sasa ni kweli kuna sauti watu watakuwa wanatoa, lakini nataka ile advance. Nilete nyingine ya mbinguni iingie ndani yao. Ili ushirika baina ya roho yangu na wao wenyewe iwe rahisi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So mahali popote ambapo nataka roho ioperate lazima kuwe na madhabahu, na hiyo madhabahu kuna kile ambacho wewe mwenyewe unafaa kufanya kwa hiyo madhabahu. Haleluya. Na hivyo kuna sauti ambayo ni muhimu sana. Nikosa kuomba ugoje Mungu afanye, sisemi hatafanya, lakini inaweza kuwa Mungu. Kweli si kweli? Maana hiyo roho ili ije ni ya Mungu. Sasa ili ije lazima pia uwe na sauti. Haleluya. Na vile sauti ina advance, uko sitaki kwenda, ndio inakuanga rahisi kwa roho wa Mungu kuoperate na kufanya kazi vizuri sana. So hapa wakati umezingatia haya mawili, Mungu sasa anapanga anaweza kukutengeneza vizuri. Haleluya. Ndio maana ukitaka Mungu akutengeneze vizuri lazima ukue wewe kuomba. Lazima ukue muombaji. Kweli si kweli? Ukicheza na maombi hakuna siku utatengenezwa ukae vile Mungu atakavyo. Haleluya. Na kitu kingine ambacho watu hawajui, ukikosa kuzingatia nini unafanya kwa madhabahu, nini unafanya kinaletea madhabahu faida. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unafanyia kanisa. Haleluya. Ni kazi gani unafanya inaendeleza madhabahu? Hiyo pia ni muhimu sana. Lakini watu hawaonaki. Ni nini unafanya? Kuna watu wanafanya kazi tofauti tofauti. Hata kutoa sadaka, ni sacrifice zote. Atoi no. Ili Mungu sasa akutengeneze hizo mbinu. Lazima
La ukishirikisha, ukizileta, ukifanya hivyo, roho ya Mungu sasa umeishirikisha, itakuja na atakutengeneza. Alafu sasa utakuwa proper. Nasema hii jembe imefit, wacha niwekelee. Akishawekelea, ile nguvu aliweka ndani ya Kristo. Haleluya. Hapa ndio namalizia. Ile nguvu ambayo sasa maana anakutengeneza tayari na amekuwekelea. Na amekuja akakaa hapo. Ndio makao sasa. Uko hapo pamoja. So akiwa hapo, ile nguvu aliweka ndani ya Kristo. Maana uko ndani ya Kristo. Na nyinyi nyote mko kwa Bwana, mko kwake. Hiyo nguvu inafanya kazi kwako. Haleluya. Hiyo nguvu inafanya kazi kwako. Maina start kufanya kazi inakuwa nguvu. Haleluya. Kwa nini Biblia inatuambia tuliongezwa tukawa parts? Tuliongezwa ndani ya Kristo. Tuliongezwa ili ile nguvu ambayo iko ndani ya Kristo kutoka kwa Mungu ifanye kazi pia kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Ili ile nguvu ambayo iko ndani ya Mungu, ile nguvu ambayo iko ndani ya Yesu Kristo ifanye kazi pia kwetu. Lakini hapo kwa kuongeza, ndio uongezwe, lazima utengenezwe. Lazima ukubali kutengeneza, alafu ukifiti unawekelea hiyo nguvu inafanya kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ikishafanya kazi, sasa nisoma huu mstari. Waefeso 3:20. Waefeso 3:20. Ephesians 20. Yes. Now to him who is able to do immeasurably more than we all ask or imagine, according to his power that is at work within us. To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Pigia Yesu makofi matatu. Salimia kwanza kwa Mungu, tunamalizia hapa. Andika hii statement sasa. If the power in Christ operates in us, why should we worry? Why should we worry? The power miracles and glory. The power, miracles and glory of God can operate in us immeasurably. Inamaanisha hakuna kipimo kinaweza pima. Immeasurably, if we are included in him. Andika hiyo utakuwa tumemaliza tayari. Kama hii nguvu iko ndani ya Kristo, inaweza fanya kazi ndani yetu sasa. Mbona tuwe na wasiwasi? Mbona tuwe na shaka? Cha muhimu na chetu kujua nini? Ukisha kuwa included in Christ, yaani ukisha kuwa ndani ya Kristo, maana hapo ndio nguvu zimewekwa. Hapo ndio Mungu anakaa na ndio makao. Haleluya.
ndio makao ya Mungu. Sasa nguvu ya Mungu, miujiza yote na uweza wote wa Mungu na zile zingine ambazo pengine hata hazijamu, na utukufu wa Mungu unaweza fanya kazi ndani yetu zaidi ya vile unavyowaza na unavyodhani. Haleluya. Chetu tu ni hiki, zingatia sana utengenezo na Mungu kama jiwe. Haleluya. Ukishatengeneza anakuweka na una fit. Ukisha fit, hii nguvu, utukufu, miujiza, uwezo wa Bwana na zile zingine zote zinafanya kazi kwako vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Mpigie makofi matatu. Ningependa tufike hapo kwa mahubiri siku ya leo kwa neema ya Yesu Kristo, ili tuzingatie muda. Ningependa chelewa